Hapa mnapopaona ni viwanda vya kubangua karanga. Hapa tulipo uharibifu unaoona huu wa maji na nini umetuasili sana. Kwa sababu hapa ni shughuli zetu, tunaposhinda tunabangua karanga, tunastoza karanga, lakini zote tumezamisha. Lakini chanzo cha maafa haya ni miundombinu. Miundombinu ni mbovu, hususan mitaro. Mitaro ni midogo, makazi ya watu yameongezeka. Mitaro ni ile ya zamani. Maji yote ya mjini yameelekezwa huku. Sosi sio daraja lililoko barabarani. Sosi kubwa iko relini. Utaratibu wa reli ulitakiwa ututanulie mlango wa kupitishia maji hayo. Haya maji yanayopita hapa yameelekezwa kutoka mjini. Maji ni mengi mno. Kama yanashindwa kumudu kale, ule mlango uliopo pale ni mdogo. Yaani ukienda hata wewe saizi mwandishi unaweza ukakuta ni mlango kama vile mdomo wa jaba. Hasa haya maji yote yatapita kwenye mlango wa jaba jamani. Hayo matundu yalikuwepo enzi za mkoloni, kwa sasa wakazi wameshaongezeka, maji mengi yanarundikana kwenye maeneo ya reli hapa. So, la nyongeza la mwisho mimi naomba tutanulie hilo pande huo tu, sina lingine. Mimi ni mjasiriamali mdogo ninayejishughulisha na biashara ya karanga. Hoja yangu kubwa ni jinsi ambavyo tulivyopata hasara. Karanga zetu zimezama ndani ya mashine na hatujui kwamba msaada tutatoa wapi. Ila masikitiko yangu mimi ni pale ambapo tunakuwa tunapata mafuriko, alafu serikali inatuahidi kwamba itakuja kutufanyia miundombinu, na tunapoondoka hapa miundombinu ile haitekelezwi. Ni kila kitu nategemea hapo hapo. Lakini kama hivi leo karanga yangu nyingi imeenda sana. Kwa nini ninachokiomba serikali iweze kutusaidia? Mimi ni mmiliki wa mashine 2. Kulingana na athari zilizotokea, nimepata hasara ya mota 2 za mashine. Na kila mota inauzwa 650,000. Ina maana hapo nina hasara 1,300,000. Sina kwa kuzitoa. Na ukizingatia baadhi ya wamiliki wa mashine wamechukua mikopo. Naona na bado hawajamaliza mikopo yao. Sasa sijajua serikali itatusaidia vipi. Hasara tuliyopata leo ni kubwa sana. Gunia 10 saizi gunia tunanunua 80,000. Gunia 10 1,800,000. Mota 2 zimezama pale. Zinauzwa 650,000. Lakini bado watu katika maeneo haya tumeathirika. Shughuli zetu sasa zimesimama. Wakina mama wanaofanya shughuli hapa hawatafanya tena. Lakini na sisi ambao tunategemea tufanye hizo kazi tuweze kurejesha mikopo benki, sasa hatujui tutatolea wapi pesa hizo tuweze kurejesha benki. Kwa hiyo tunaiomba serikali ituangalie kwa jicho la pili. Shida kubwa ni kwamba hiyo miundombinu ya reli ambayo kuna daraja moja tu ambayo inatumia kupitishia maji ni dogo sana, lile shimo ambayo inapitisha maji. Kwa hiyo ombi kwa serikali yetu hii sikivu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, tulikuwa tunaomba waweze kutengeneza miundombinu upande wa railway, sababu shimo ni moja inayopitisha maji ambayo haliwezi kukidhi haja kiwango cha maji yanayotiririka kulingana na miundombinu ilivyo mibovu. Nimefika jana hapa kwenye huu mji hapo, nimepanga. Leo asubuhi nimeondoka. Kufika mida saa 7 napigiwa simu na mke wangu kwamba huku maji yamejaa kwenye nyumba. Sasa nikajiuliza hii mvua iliyojaza maji, sikuelewa. Nilivyofika nikapata taarifa nyingine kwamba lile eneo limejaa maji kabisa. Mpaka sasa hivi sina sehemu ya kulala wala mahali pa kuishi tena. Na nimeharibikiwa sana, sina hata mwiko ndani, sina nilichokomboa zaidi kwa sababu nilikuwa na mtoto mdogo. Ndio nilikuwa kufanikiwa kumwokoa ndani ya nyumba. Na maji yamenikuta mimi, niko najaribu kuokoa nipate hata kidogo unga, lakini sijafanikiwa kuokoa chochote. Godoro mpaka vyombo vyote vimo ndani. Na mpaka sasa sielewi kitu chochote cha kusema kwamba nitakula nipate kwa msaada wa nitakavyofanikiwa siku ya leo. Sielewi njia yoyote ile ya kufanikiwa, sababu nyumba yetu mpaka saizi maji bado hayajatoka. Kwa hiyo tunaomba serikali kama ina uwezo wote itusaidie ili tuweze kufanikiwa jinsi ya kupata pa kuishi. Hii reli ya TRC ndio imekuwa changamoto kwa sababu yale matundu yale ni membamba. Kwa hiyo natakiwa matundu yatanuliwe ili maji yao yanapita yapite kwa usawa. Kwa majina naitwa Caritas John Mangwangwa, ndiye diwani wa kata ya Majengo. Kwenye kata yangu hili sio tukio la kwanza. Mara nyingi miaka ikipita hata 1 2 tukio kama hili linajirudia. Kaya zilizoathirika hapa Mji Mwema ni kaya 20. Kwa maana ya nyumba 5 zimezama kabisa ndani ya maji. Yaani hizi nyumba sijui kama watu watarudi mle ndani tena. Na kama mnavyoziona. Lakini kwa kule kwenye mashine za karanga
wafanyabiashara 5 ambao wamepoteza vifaa vyao vya maana kabisa. Mota, walikuwa na wafanyabiashara 5 ambao wana mota zao zimefia mle tayari na walichukua mikopo benki. Mamlaka ya Lerwe yaje pale yatufanyie mpango wa kuzibua pale. Ni kila mwaka maafa yanatokea hapa eneo hili. Daraja pale limekuwa ni zuri, limetengenezwa, ni la kisasa zuri kabisa, lakini huku mbele matundu yale hayatoshi kutoa maji. Lakini kwa wananchi wangu walioathirika, naomba sana serikali sasa iangalie kwa jicho jingine. Hawana chochote, wamejihifadhi kanisani hapa kwa baba mchungaji, lakini wengine wamejihifadhi kwenye lile pale jumba, lakini ni bovu. Mpaka saizi waliojihifadhi mle wako kama 8, wako zaidi ya 8. Tunataka tukawahamishe pale, tuwapeleke shule ya msingi Azimio.